Asante sana. Nataka pia tushangilie Bwana Yesu kwa ajili ya Pastor Morris White pamoja na Pastor Morris White. Na uongozi mzima wa Hope City Tanzania, naomba tuwashangilie kwa makofi. Na wewe hapo pia tushangilie kwa kufika ibada. Na mvua zikinyesha, ibada za mvua ni ibada za mashujaa. Haleluya. Sasa wengine wakiangalia dirishani wanaona mvua asema acha nikushuke. Lakini ukasema acha nikamalize Jumapili ya mwisho ya mwaka 2025 nyumbani kwa Bwana. Hilo ni jambo la kujipongeza. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Uko tayari kwa ajili ya neno la Mungu? Amen. Unaweza ukasimama katika kiti chako, alafu shika Biblia yako, fungua katika kitabu cha Mwanzo sura ya 2 mstari wa 18 mpaka 25. Mwanzo sura ya 2 mstari wa 18 mpaka ule wa 25. Oh, haleluya. Tufika hapo. Kama mfika sema imani msome. Naona bado kuna watu wanaweka tayari. Mwanzo sura ya 2 mstari wa 18 mpaka 25. Kuna mwingine anatafika kwenye Mathayo, sasa sijui utafika saa ngapi. Haleluya. Wala sasa Mwanzo sura ya 2 mstari wa 18 mpaka ule wa 25. Kama umefika sema amen. Haleluya. Na just to remind you ni kwamba naomba unipo Steve wako 100%. Haleluya. Kwa sababu kitu ambacho naenda kuongea na wewe leo sio kitu ambacho ni cha majira. Hapana. Ni kitu ambacho kitakubeba majira yako yote ya maisha. Bwana Yesu sana. Haleluya. Kwa hiyo somo hili sio la season. It's not a season subject. Haleluya. Ni somo ambalo la kila wakati. Kwa hiyo unaponisikiliza, nisikilize kwa mindset hiyo. Amen. Na Mungu atakubariki. Amen. Naweza kusoma? Amen. Haleluya. Mwanzo sura ya 2 mstari wa 8 mpaka 25 nasema, Bwana Mungu akasema, si vema huyo mtu awe peke yake, nitamfanyia msaidizi wa kufanana naye. Bwana Mungu akafanyisha kutoka katika ardhi kila mnyama wa msituni na kila ndege wa angani, akamletea Adamu ili aone atawaitaje. Kila kiumbe hai jina aliyokiita Adamu likawa ndio jina lake. Adamu akawapa majina yao, na kila mnyama wa kufugwa na ndege wa angani na kila mnyama wa mwituni, lakini hakuonekana kumsaidia Adamu aliyefanana naye. Bwana Mungu akamletea Adamu usingizi mzito, naye akalala. Kisha akatoa ubavu wake mmoja, akafunika nyama mahali pake, na ule ubavu aliotoa katika Adamu Bwana Mungu akaufanya mwanamke, akamleta kwa Adamu. Adamu akasema, sasa huyu ni mfupa katika mfupa wangu na nyama katika nyama yangu, basi ataitwa mwanamke, kwa maana ametwaliwa katika mwanamume. Kwa hiyo mwanaume atamwacha babake na mamake, naye atapatana na mkewe, nao watakuwa mwili mmoja. Nao walikuwa utupu wote wawili, Adamu na mkewe, wala hawakuwa na haya. Haleluya. Sasa naomba usikilize vizuri sana. Amen. Asubuhi ya leo, ikiwa ni Jumapili ya mwisho wa mwaka 2025, amen, nataka nikupe hekima ambayo itakubeba mwaka mpya. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni hekima ya msingi sana, na naomba uizingatie kwa sababu maisha yako yanategemea kile kitakachokurudia. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Asubuhi leo nataka kuangalia kitu kinachosema hekima kwa ajili ya kuishi, au wisdom for living. Amen. Hekima ya kuishi. Tuweke hivyo, hekima ya kuishi. Bwana Yesu asifiwe sana. Hekima ya kuishi, kwa wale ambao wanapenda Kiingereza wanasema wisdom for living. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa kitu kimoja ambacho nataka nianze kwa kuongea. Amen. Baraka kubwa ambayo Mungu anaweza akakupa hapa duniani ni kukupa mahusiano. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninapoongelea mahusiano, siongei mahusiano ya kimapenzi. Haleluya. Ninaongea relationship generally. Amen. Baraka kubwa ambayo Mungu anaweza akakupa hapa duniani ni kukupa mahusiano. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu kila kitu unachokitaka kinapatikana ndani ya mahusiano. Kwa sababu ndani ya mahusiano ndiko kuna kutoa na ndiko kuna kupokea.
Bwana Yesu sana. Sasa kila ulikaa hapa utashuhudia pamoja na mimi ya kwamba mtu yeyote ambaye una mahusiano naye utakuja kugundua kwamba unakuwa free kumpa na unakuwa free kupokea kutoka kwake. Ndio. Bwana Yesu sana. Kwa hiyo kila kitu unachokitaka utakipata kwenye mahusiano, na ndio kwenye mahusiano kuna kutoa na kupokea. Amen. Na kila kitu unachokiona duniani kina survive kupitia mahusiano. Bwana Yesu asifiwe. Nisikilize vizuri sana. Kila kitu unachokiona duniani kina survive kupitia mahusiano. Kwa sababu namna Mungu alivyoyatengeneza maisha, ameyatengeneza maisha kwa namna ya kutegemeana na sio kujitegemea. Haleluya. Maisha yalitengenezwa kwenye mfumo wa interdependence na sio independence. Haleluya. Maisha yanatengenezwa kwa mfumo wa kutegemeana tangia mwanzo. Bwana Yesu asifiwe sana. Na sio kujitegemea. Ndio maana angalia, chochote kinachoanza kujitegemea chenyewe huwa kinakufanya. Kwa mfano, angalia leo hii ukitoa jani. Amen. Umeona ile jani, ukaja ukalitoa ukalikata kwenye ule mtiririko wa matawi yake, ukakata jani ukalitoa ukaliacha peke yake. Baada ya siku kadhaa ukija kuliona lile jani, unakuta ya kwamba lile jani limenyeuka, kwa sababu survival ya lile jani linategemea muunganiko wake na mti na matawi mengine. Halo? Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndivyo maisha yanatengenezwa. Angalia kama kiungo chochote cha mwili wako kikikata, unakuta mara nyingi effect yake ni kinaoza. Kwa sababu ili kiweze kuwa hai lazima kiunganike na viungo vingine vya mwili. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo ndivyo maisha ambavyo Mungu ameyatengeneza. Maisha Mungu ameyatengeneza kwa mtindo wa kutegemeana na sio kujitegemea. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo maana kila kitu unachokiona, kila kitu unachokiona ni muunganiko wa picha kubwa. Yaani kila kitu kimeunganika na kitu kingine. Kwa mfano ukienda katika Mwanzo sura ya kwanza, Bwana Yesu asifiwe sana. Hebu rudi nyuma kidogo, Mwanzo sura ya kwanza nikuoneshe. Angalia kuanzia mstari wa 6. Oh, haleluya. Angalia kuanzia mstari wa 6 Mwanzo sura ya kwanza. Unafika mahali hapo. Anasema hivi, Mungu akasema, na liwe anga katikati ya maji, na liyatenge maji na maji. Amen. Mstari wa 7 anasema, Mungu akalifanya anga, akayatenga yale maji yaliyo juu ya anga na yale maji yaliyo chini ya anga, ikawa hivyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Angalia, Mungu alipotaka anga, akuumba anga, ila aliongea na maji. Kwenye maji kulikuwa kuna anga na juu. Angalia mstari wa 6. Anasema Mungu akasema, na liwe anga katikati ya maji. Kwa hiyo Mungu alitaka anga, lakini alipotaka anga, maji yale yalikuwa yamebeba hilo anga. Ndio maana mstari wa 7 anasema, na Mungu akalifanya anga, akayatenga yale maji yaliyo juu ya anga na yale yaliyo chini ya anga, ikawa hivi. Amen. Angalia tena mstari wa 8. Mungu akaliita ile anga mbingu, ikawa jioni ikawa asubuhi siku ya pili. Mungu akasema, maji yaliyo chini ya mbingu yakusanyike mahali pamoja, ili pakavu paonekane, ikawa hivyo. Kwa hiyo Mungu alipotaka nchi kavu akuiongea, ila aliongea na yale maji yaliyo chini yakusanyike pamoja. Na jaribu kuonyesha kwamba kila kitu kinaunganikana na kitu. Amen. Kwa hiyo Mungu, ukisoma vizuri katika hii sura ya kwanza, kila ambacho Mungu alikitaka aliongea na kitu fulani. Mungu alipotaka jua, alipotaka nyota, aliongea na anga. Kwa hiyo ndani ya anga kulikuwa kuna nyota na jua na mwezi. Haleluya. Mungu alipotaka samaki wa baharini, aliongea na maji ambayo yako chini. Ndani ya yale maji kulikuwa kuna viumbe vya baharini. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo unaona kwamba katika kila uumbaji kulikuwa kuna uumbaji mwingine ndani yake. Kwa hiyo Mungu alipotaka kitu aliongea na kile ambacho tayari ameshakisema kwa anataka hivi. Kwa hiyo ndani ya kile kitu kunatokea kile kitu Mungu anachokitaka. Amen. Kwa hiyo unaona maisha yalivyo, kwamba maisha yameunganikana na vitu vingi. Kuna muunganiko wa vitu vingi. Ndio maana nikasema kwamba maisha yametengenezwa kwa mtindo wa kutegemeana na sio kujitegemea. Bwana Yesu sana. Kwa sababu hakuna
kinachojitosheleza chenyewe kikiwa kinajitegemea. Hakuna kitu chochote ambacho kinajitosheleza chenyewe kama chenyewe. Kila kitu utoshelevu wake unatokana na kitu kingine. Amen. Bwana sasa. Kwa hiyo kuna mfano halisi ambao tunaelewa. Haleluya. Kila aliyekaa hapa, wewe nitumie mfano ambao ni simple. Angalia kwa mfano kwa ndugu zetu wa praise and worship. Hao watu ambao wana neema ya Mungu. Amen. Mungu amewapa neema ambayo wanatuhudumia kwa njia ya uumbaji wao. Hebu imagine sasa, pamoja na neema yako ungekuwa unajiibia mwenyewe chumbani. Haleluya. Ungekuwa na neema nzuri, una kipaji kizuri, lakini kipaji chako hakina impact. Kwa sababu kitu ulicho nacho sio kwa ajili yako, ni kwa ajili ya mtu mwingine. Sio, unaelewa vizuri? Kusudi la Mungu kwenye maisha yako sio kwa ajili yako, ni kwa ajili ya watu. Ndio maana kusudi lako la maisha ili liweze kutimilizwa kwenye maisha yako, lazima ukutanike ndani ya watu. Ndio. Ndio maana hata nawaambia young ministers wengi sana. Amen. Haleluya. Hapa huwa na karama kubwa kiasi gani, lakini karama yako isipopatikana ndani ya kanisa la mahali pamoja, wewe utakuwa ni hatari sana kukaa nyumbani. Kwa sababu hakuna kusudi la Mungu linaloweza kutimilika bila kuwepo na watu. Kwa hiyo ili wewe utimize kile Mungu alichokiweka kwenye maisha yako, unahitaji watu wakipokee. Watu wakikipokea na watu wakiguswa nacho, basi unakuta kila ambacho Mungu ameweka kwenye maisha yako kinafanya nini? Kinatimilika. Amen. Kwa hiyo unaona, najaribu kuonyesha umuhimu wa mahusiano. Amen. Hakuna kitu kinachojitegemea chenyewe. Kila kitu kinategemea kitu kingine ili kile kitu kikamilike. Baadaye sasa. Kwa hiyo mahusiano ni kitu kimoja cha msingi sana katika safari ya maisha kama unaenda kufanikiwa kwenye maisha. Mwaka 2026 unaoanza. Amen. Haleluya. Kuwa makini sana na mahusiano. Amen. Tunza sana mahusiano ambayo Mungu atayaleta karibu yako, kwa sababu huwezi kufanikiwa kwenye maisha haya bila kuwa na mahusiano. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu watu wanafaulu kwenye maisha kupitia mahusiano, na pia wanashindwa kwenye maisha kupitia mahusiano. Kwa hiyo cha msingi unatakiwa huwe makini na mahusiano unayochagua kwa nayo karibu. Sikiza nikwambie, watu kwenye maisha hawaangukagi tu from nowhere. Haleluya. Anguko lao linaanziaga mbali, na linaanziaga na watu waliochagua kukaa nao karibu. Angalia mtu ambaye ni mtoto wa Mungu, lakini unakuta huyo mtu suddenly amepoteza ile shauku ya kuja ibadani. Amepoteza ile shauku kushiriki pamoja na waamini wenzake. Hiyo kiu kukata haikuanzia tu from nowhere. Angalia watu wanaokaa nao around. Angalia mahusiano ambayo alikuwa na entertain karibu yake, ndio utaelewa kwa nini huyo mtu hana shauku tena. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Sijui wangapi wananielewa, sema amen. Kwa hiyo watu kwenye maisha wanafanikiwa kupitia mahusiano na wanafeli kupitia mahusiano. Kwa hiyo ni kuwa makini na mahusiano ambayo unachagua kuwa nayo mwaka mpya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna watu wengine hapa, ili nyie muweze kusonga mbele, amen, kuna mahusiano unatakiwa uyakate, hata kama wanasemaga kuna Kiswahili kwamba tu mmeshibana, kushibana. Wanasema mmeshibana. Hata kama mmeshibana sasa inabidi mtapikane. Bwana Yesu asifiwe sana. Angalia, sikiza nikwambie, mahusiano au watu unaochagua kuwa karibu nao wanaweza wakablock usisikie sauti ya Mungu. Haleluya. Kama uamini, muulize Ibrahim. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu wakati anakuja kwa Ibrahim, amen, alimwambia Ibrahim kwamba toka wewe na familia yako. Hajasema na ndugu yako. Ni Ibrahim mwenyewe ndo aliamua kumchukua Lutu aende naye. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Na siku ambapo
alipochagua tu kuambatana na Ruto, Mungu akaacha kuongea. Mungu akakaa kimya. Ukisoma vizuri mwanzo, akakaa kimya. Amen. Na alipokaa kimya, baada ya muda fulani walipokaa pamoja, Biblia inasema kwamba kwa sababu ambao walikuwa na wingi wa mali mifugo. Amen. Sasa ikafika kipindi wachungaji zao wakaanza kutoaini kwenye eneo la malisho. Haleluya. Baadaye sasa ubovu ukawa mkubwa. Ikabidi sasa ile na Ruto wakae karibu. Amen. Waongee. Sasa ndio wakabwa kwa hali hii. Ni kila mtu achukue njia yake. Amen. Kwa hiyo akamwambia Ruto ya kwamba angalia mahali ambapo unapotaka kwenda. Amen. Ukisha locate kwamba huku ndio unataka kwenda, basi chukua wewe wafanyakazi wako na mali zako zote, nenda na mimi nitaenda njia yangu. Biblia inasema kwamba baada ya Ruto tu kutengana na Adam na Ibrahim, Mungu akaongea. Kwa nini alikaa kimya? Kwa sababu kuna association kwenye maisha yako zina block usisikie Mungu akiongea. Nasikiliza nikwambie, ni hatari sana kwenye maisha kutembea bila kusikia Mungu. Ni hatari sana. Unajua kwa sababu gani? Kwa sababu Mungu kimsingi anakuongoza kwa kuongea na wewe. Ndio maana Biblia inasema kondoo wangu waisikia sauti yangu. Kuna watu kikaa karibu nao, sio kwamba ni wabaya, sio kwamba wanachukia, lakini uwepo wao kwenye maisha yao wanaweza kablock kile Mungu anachofanya kwenye maisha yao. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Na ni hatari kukaa na mtu ambaye anataka kusikia sauti ya Mungu. Kwa sababu Mungu anapotaka kuja kubadilisha majira au kuingiza majira mapya, huwa anakuja kuongea na wewe. Lakini watu gani unakaa nao karibu? Sio kwamba upendo ni lazima. Lakini urafiki ni machaguo. Yes. Unanisikia mwanangu ndio tena. Upendo ni lazima. Ni lazima kupenda. Lakini kuwa rafiki yangu ni maamuzi yangu mimi. Naweza nikakupenda lakini usiwe rafiki yangu. Kwa sababu ninapokuambia wewe ni rafiki yangu, hiyo ni commitment kubwa sana. Unajua rafiki ni commitment kubwa sana. Yes. Unaposema kwamba huyu mtu ni rafiki yangu, kwa lugha nyingine unasema kwamba huyu mtu nimempa access ya kuinfluence maisha yangu. Nimempa access ya kusababisha chochote kwenye maisha yangu. Ndio maana ya neno urafiki. Watu wengi tu wanasema yule ni rafiki yangu, yule ni mshikaji wangu. Haleluya. Ushikaji ni zaidi ya kufahamu, ni zaidi ya kuitana majina. Kwa unaposema huyu ni rafiki yangu, ina maana ni kwamba nimekupa mamlaka ya kuinfluence chochote kwenye maisha yangu. Ndio maana unakuta kuna watu wako mahali pamoja. Haleluya. Mwaka nenda mwaka unarudi. Amen. Wakianza tu Januari kila mmoja, new year new me, lakini nafika December, haya, which are you? Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu mwaka 2026 unaenda kuwa mwaka ule ule kama usipobadilisha sako yako. Na usijisikia vibaya kuwakata baadhi ya watu kwenye maisha yako. Usijisikia vibaya. Najua hiyo utasema amen. Ukimfikiria jamani yule shosti yangu mimi jamani mkate kwa. Unajua kabisa huyu ni kimeo. Haleluya. Lakini umemngangania namna hii. Bwana Yesu asifiwe sana. Hebu imagine wewe uliojazwa na roho umeokoka, lakini rafiki yako mkubwa mwandani ni mtu ambaye hajaokoka. Ndio unasema mimi pale nikiwa na mizigo yangu yote ndio naituaga pale. Yaani ule ananifaa sana udugu wangu, ndio udugu wako. Unajua Biblia inachosema? Nuru na giza haviwezi kukaa. Sasa mbona mtaki kusema? Sema kwa sauti kama umekunywa chai. Nuru na giza haviwezi kukaa. Haleluya. Sikiza nikwambie. Huu ni ukweli mchungu sana. Yoyote ambaye unamwona hajaokoka, unbeliever, mtu asiyeokoka, tayari ni mtoto wa shetani. Haijalishi ana moral behavior nzuri kiasi gani.
So it means mtu wa namna huyo kama akiwa mwandani wako, ina maana wewe na shetani ni maanko na cousins. It means sasa kama ukimleta mtu wa namna hiyo, misheni yako inatakiwa mhubirie injili mpaka mpokee Yesu. Kama huwezi kufanya, cheka naye, salimiana naye, lakini azifai inapokuja kwenye kuassociate pamoja, kaa mbali. Na unajua sisi shida yetu ilivyo wa Tanzania, hatujuagi kusema hapana. Haleluya. Sisi kila kitu ni ndio. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Na mwaka mpya exercise nguvu ya kusema hapana. Umeshasema ndio mara kibao sana, lakini moyoni unajua utaki. Sema hapana. Hapana itakuokoa na vitu vingi sana. Itaokoa muda wako mwingi sana usipoteze. Jifunze kusema hapana kwa kitu ambacho ukubaliani nacho. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Mnanielewa vizuri Amen. Kwa hiyo kila kitu kinafanikiwa kupitia mahusiano na kinafeli kupitia mahusiano. Amen. Ndio maana mwisho wa siku, haijalishi una nguvu kiasi gani, haijalishi una uwezo kiasi gani, lakini mwisho wa siku utakuja kugundua huwezi kusolve kila kitu kwenye maisha wewe mwenyewe. Haleluya. Bwana Yesu sana. Kuna wale watu wanasema kwamba kilichobaki tu mimi namhitaji Mungu tu. Hapana, wewe uko lonely, ndio maana. Sasa mimi tu namhitaji Mungu, lakini ujue ya kwamba Mungu huyo unayemhitaji anatumia watu wao kukuletea wewe. Bwana Yesu sana. You need relationship ambazo zenye afya. Amen. Kwa sababu haijalishi una nguvu kiasi gani. Amen. Mwisho wa siku utahitaji watu. Utahitaji watu wa kusaidia. Amen. Kwa ndo maana na kuasa tena, mwaka mpya unaoingia, hakikisha una-evaluate mahusiano ambayo umechagua kuyaleta karibu. Hakikisha unayatathmini vizuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kama unanielewa sema amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana nawaambia watu wa kwamba wengi wanafeli kwenye maisha sio kwa sababu ya shetani. Amen. Na unajua si wapendwa, tushazoeaga kwamba kila kitu tunasema shetani amejiinua. Mimi naulizaga nani kampa ngazi? Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Sisi tunaelewa vizuri kwamba watu wengi wanafeli kwenye maisha sio kwa sababu ya shetani. Hapana. Watu wengi wanafeli kwenye maisha ni kwa sababu ya namna wanavyohandle mahusiano. Haleluya. Wanaita mishandled relationship. Hiko ndo tatizo kubwa la watu wengi kinachowasababisha wakwame, kwa sababu ya namna wanavyohandle mahusiano. Amen. Ngoja nikuoneshe sasa kwa sababu gani nakwambia kwamba baraka kubwa ambayo Mungu amekupa duniani ni mahusiano. Ngoja nikuoneshe. Angalia Zaburi ya 24 mstari wa kwanza mpaka wa pili. Mnabarikiwa? Angalia Zaburi ya 24 mstari wa kwanza mpaka wa pili. Oh, haleluya. Tumefika hapo? Naweza nikasoma wapendwa. Anasema, nchi na vyote viujazavyo ni mali ya Bwana, dunia na wote wakaao ndani yake. Haleluya. Maana ameiweka misingi yake juu ya bahari na juu ya mito ya maji alithibitisha. Lakini nataka uone mstari wa kwanza. Anasema nchi na vyote viujazavyo ni mali ya Bwana, dunia na wote wakaao ndani yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo Mungu anatuonesha kwamba uumbaji wote alioumba pamoja na watu wakaao ndani ya huo uumbaji vyote ni mali yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo Mungu ana claim, amen, ana claim haki kwamba hii dunia yote na vyote vijazavyo na wote wakaao ndani yake ni mali yangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini Mungu akaenda extra zaidi. Kwa hiyo kile alichokiumba, haleluya, akakichukua akakiweka chini ya utawala wa mwanadamu. Nisikilize vizuri. Amen. Hapa ndo napotaka kuja kwenye kitu ambacho nataka ukifahamu. Amen. Kwa hiyo Mungu akachukua ule uumbaji, haleluya, akauweka chini ya mamlaka ya mwanadamu. Amen. Kwamba yeye ni mtawala, yeye ni mmiliki, lakini akajitoa kwenye utawala
wa uumbaji akamweka mwanadamu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo technically ni kwamba mwanadamu ndiyo sasa ni custodian au ndiye anasimamia ule uumbaji wote. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasimamia ule uumbaji wote, na ndio maana ukisoma vizuri Mwanzo sura ya 2 na ya 3, amen, Biblia inasema hivi kwamba Mungu alipoumba kila kitu. Ukianza ile Mwanzo sura ya 1 mstari 31, anasema kwamba baada ya Mungu kuumba kila kitu, alipoangalia alichokiumba akakiona kila kitu nini? Kila kitu ni chema. Lile neno kila kitu ni chema kwa Kiebrania ni neno tohua bohua. Maana yake ni kwamba pasipo madhara yoyote. Amen. Kwa hiyo kila alichokiumba Mungu hakikuwa na madhara yoyote. Amen. Kwa hiyo Mungu akachukua uumbaji aliyoumba pasipo madhara yoyote, akachukua akamkabidhi Adam chini ya mamlaka yake. Kwa hiyo akaweka chini ya mamlaka ya Adam, alafu akamuinstruct, akampa maelekezo kwamba kama hiki nilichokupa unataka ukisustain kama nilivyokupa, hivi ndivyo unavyotakiwa kufanya. Amen. Ukisoma ile Mwanzo sura ya 2 mstari wa 13 mpaka 17, Biblia inasema kwamba na Mungu akamweka mwanadamu kwenye bustani, akamwambia Adam kwamba unaweza ukala matunda ya bustanini, lakini matunda ya ujuzi wa mema na mabaya usile, siku ukila utakufa. Sasa ile ilikuwa ni figure of speech au lugha ya maumbo. Amen. Hiyo is for another day. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini Mungu akampa maelekezo ya namna ya kutunza kile chema alichomkabidhi chini ya utawala wake. Haleluya. Sasa tunaangalia kwenye Mwanzo sura ya 3. Amen. Unaona dhambi ya Adam na Eva haikuharibu tu wao. Amen. Lakini iliharibu na uumbaji wote. Si mnaelewa? Haikuharibu tu wao, iliharibu na uumbaji wote, kwa sababu Adam na Eva ndo walikuwa watawala juu ya uumbaji, kwa sababu Mungu alikuwa amekabidhi huo utawala. Kwa hiyo ina maana ili uumbaji uweze kutunzwa ulitegemea Adam na Eva. Amen. Haleluya. Ulitegemea na Adam na Eva kuendelea kutunza maelekezo waliopewa ili kile chema walichokabidhiwa kisiharibike. Hivyo ina maana chochote kilichoenda kutokea duniani kilikuwa ni jukumu la mwanadamu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Ilikuwa ni jukumu la mwanadamu. Kwa hiyo Adam alikabidhiwa jukumu au alikabidhiwa mamlaka kiasi kwamba yeye ndo alikuwa anadetermine nini kinatokea duniani. Ndo maana hata walipotenda dhambi yao ikaharibu na uumbaji waliopewa, ikaingiza madhara kwenye kitu ambacho hakikuwa na madhara. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kwa hiyo hapa duniani mwanadamu ndio amepewa utawala. Ndio maana anasemaje Zaburi? Mbingu ni mbingu za Bwana, nchi amewapa wanadamu. Kwa hiyo Mungu amejitoa kwenye custody ya dunia, amempa mwanadamu ndo awe custodian. Kwa hiyo kinachotokea duniani kinasababishwa na mwanadamu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Sikiza nikwambie. Hivi unajua mamlaka Mungu aliyompa mwanadamu inaweza ikamfanya hata Mungu mwenyewe azuiliwe kufanya kazi. Kuna watu wanasemaga kwamba kitu whatever God wants he does. That's not true. Is what man wants that happens. Ngoja nikupe mfano hai. Biblia inasema katika Timotheo ya kwamba Mungu ni mapenzi yake ya kwamba dunia nzima waokolewe na waifikirie toba na asiangamie hata mtu mmoja. But the question is everyone saved? Kila mmoja ameokoka? Kwa sababu kama Mungu anachokitaka angekuwa anakifanya, it means kwamba by now dunia nzima tungekuwa wote born again. But the reality ni kwamba sio kila mtu ameokoka. But Mungu anataka kila mtu aokoke. Amen. Hallelujah. Unajua kwa nini? Kwa sababu tayari Mungu katika principle yake kashampa mwanadamu mamlaka ya nini kinachotakiwa kitokee duniani. Ndio maana
Kama Mungu anataka kufanya kazi sehemu, kama hakuna mtu yoyote ambaye yuko available kwa Mungu kumtumia, pamoja na ajenda kubwa Mungu alionayo, hiyo ajenda inaweza ikazuilika isifanyike. Amen. Mnaelewa vizuri hapo? Bwana Yesu asifiwe sana. Shetani mwenyewe hawezi kufanya kazi bila permission ya mwanadamu. Ndio maana ili shetani afanye kazi zake, lazima kuwe na mwanadamu ambaye atakuwa available. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Ambaye atapatikana ili shetani apate platform ya kuingia. Amen. Kwa sababu principle ipo hivi, roho yoyote pasipokuwa na mwili ni haramu duniani. Roho yoyote bila mwili, amen, haiwezi ka function duniani. Ili uweze kufunction duniani, amen, lazima uwe na mwili. Kwa hiyo mwili ndio jukwaa ambalo unaweza kaingiza vitu vya kiroho duniani. Kwa hiyo hakuna roho yoyote inayoweza kuingiza vitu vya kiroho duniani bila kuwa na mwili. Ndio maana Mungu na shetani wote wanahitaji mwili ili wafanye kazi. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kila unapokuja ibada, wengine unatoka ibadani unasema kwamba leo Mungu ameongea na mimi sana. Si ndio? Haleluya. Lakini kimsingi, amen, hujawahi kumuona hivi kwa macho, lakini umemwona kupitia Pastor Morris alivyokuwa amesimama hapa, au Pastor Neema. Amen. Kwa hiyo kupitia wao Mungu akakufikia na akakuhudumia katika siku hiyo ya ibada. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo dunia hii inatawaliwa na wanadamu. Wanadamu ndio wanafanya mambo yatokee duniani, sababu watu ndio wanatawala dunia. Amen. Watu ndio wanasababisha vitu vitokee. Kwa hiyo ndio maana mtu ambaye anajidai kama kisiwa ni ngumu sana kufikiwa na Mungu. Unajua kuna watu wanajidai kama kisiwa, they are an island. Hakuna mtu anayeendaka kwenye kisiwa mara kwa mara. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana angalia, mtu yote anaenda kutembelea kisiwa, anaendaga anatoka. No one stays in an island. Kwa kuna watu wanamaanisha wasema mimi, I myself, me myself and I. You will remain like that. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna ile kitu ambacho tunasemaga nini? Wanatumiaga ile nini? Ni wanahitaji anti nini? Ni anti-social. Niko sahihi? Kwamba mimi ni anti-social. Anti-social. Haleluya. Ukiwa anti-social you'll be anti-success. Haleluya. Kwa sababu success is found in the hands of people. Mafanikio yanapatikana kwenye mikono ya watu. Ni lazima ujenge mahusiano na watu ili upate unachokitaka. Kwa hiyo ni maombi yangu kwenye mwaka mpya unapoingia, Mungu akakutengenezea mahusiano sahihi katika jina la Yesu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu mahusiano ni kama lifti. Sema lifti. Unajua lifti Mahusiano ni kama lifti. Inaweza ikakupandisha juu au ikakushusha. Amen. You need it, lakini kuwa makini na mahusiano unayochagua. Kwa sababu, sikiza nikwambie, siku zote Mungu akitaka kufanya kitu kwa ajili yako, ashuki yeye kama yeye. Ashukagi yeye kama yeye. Siku zote Mungu akitaka kufanya kitu kwa ajili ya mtu, ashukagi yeye kama yeye. Huwa anainuaga watu kwa ajili ya huyo mtu ambao wamebeba agenda ya kile anachotaka kufanya kwa ule mtu. Wanaitwa divine helpers. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana angalia, piga picha kwenye maisha yako. Kuna nyakati fulani ulikuwa unamwamini Mungu sana kwa ajili ya kitu fulani. Amen. Alafu unakuta tu ghafla from nowhere kuna mtu tu akaamka, alafu kama akasynchronize na kile unachokitafuta, ukakuta akakitimiza. Ukasema kama isingekuwa Bwana sijui ningefanyaje. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kwa hiyo Mungu anapotaka kufanya kitu kwenye maisha yako, huwa anainuaga watu. Anainuaga mtu au anainuaga watu ambao wanaitwa wasaidizi wa kiungu. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo Mungu anachokifanya, nisikiliza hapo itakusaidia. When you pray for a job, Mungu aleti kazi. Analeta mtu
ambaye ana hiyo kazi. So pati yako ni jenga mahusiano mazuri na huyo mtu. Mahusiano yakijengeka, kumbuka there is giving and receiving. Kuna mtu baadaye daka. So maombi yako au majibu ya Mungu kwa maombi yako is not exactly ulichokiomba. Ni mtu anatumwa kwako mwenye kile ulichokiomba. Sasa ni sehemu yako wewe kurecognize yule mtu aliyotumwa kwako. Kwa sababu kuna wengine watu wanatumwa kwenu na Mungu lakini mnawadharau. Nitakupa hizo traits zake very soon. Ndio maana kuna sehemu Yesu alienda akaiangalia Yerusalemu, akalia. Akasema, Yerusalemu, Yerusalemu, kama ungejua wakati wa kujiliwa kwako. So kuna watu majira yao yamefika. Kuna watu Mungu kawaleta, amen, ambao wamebeba majira unayoyataka. Lakini kitu tunashindwa kurecognize hao watu. Kwa sababu sikiliza, Mungu analeta mtu kwako mwenye kitu unachokitaka, lakini ni jukumu lako wewe kujenga relationship na ule mtu. Mungu hatafanya hivyo kwa ajili yako. Na hapo sasa ndio tunapiga mweleka wengi. Bwana Yesu asifiwe sana. Sio, umeelewa vizuri hapo? Haleluya. Kwa hiyo Mungu anapotaka kufanya jambo kwenye maisha yako, anainua mtu. Angalia kwa kesi ya ngoja nikupe mifano kadhaa. Angalia wana wa Israeli. Amen. Wako utumwani. Wanateswa na wanalia maumivu makali ya utumwa. Amen. Amen. Sikiza nikwambie. Badala Mungu ya kwenda kule moja kwa moja, do you know what he did? Kaenda kwa mtu ambaye alikimbia kwa kesi ya kuua, ambaye yuko kule anachunga kondoo za baba mkwe wake. Jamaa yuko zake kwenye machungo. Sikiza nikwambie, wanaolia wako utumwani. Lakini Mungu hakwenda utumwani. Mungu akaenda kwa mchungaji. Akaambia, Bwana, sikiliza, nimesikia kilio cha watoto wangu. Nenda ukawatoe kwenye utumwa. Unaona? Kwa hiyo wanalia wengine, lakini anatumwa mwingine. Hiyo ndio method ya Mungu siku zote. Ngoja nikupe mfano. Angalia Yesu. Dunia ipo kwenye dhambi. Wanadamu wapo kwenye kifungo cha dhambi na mauti. Do you know what he did? God talk to God. Na Mungu akamwambia Mungu, nenda duniani. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu akavaa wanadamu, akaja kwa ajili ya kuokoa wanadamu kutoka kwenye dhambi na mauti. Amen. So dunia, wanadamu wako chini ya bondage ya dhambi na mauti, lakini Mungu akatuma mtu. Nikupe mfano mwingine. Angalia Yesu na Yohana Mbatizaji. Do you know ya kwamba Yohana Mbatizaji na Yesu walikuwa ni cousins, Umeelewa? Lakini aliyeitambulisha huduma ya Yesu alikuwa ni Yohana Mbatizaji. Sababu ya yeye kubatiza ilikuwa ni kwa ajili ya kurecognize and to endorse the Messiah. Na alipo-endorse huduma ya Yesu, ndipo Yesu akaanza kufanya ministry. Umeona? Hata Mungu mwenyewe alijisubmit kwenye sheria ya mahusiano. Wewe ni nani uende kinyume? Kwa sababu Yesu sangesema, mimi nimekuja kufia dhambi za wanadamu, acha niende mwenyewe. Yohana, utajijua na habari yako. Haleluya. Ukazi nipeleka huko, mimi ni Mwokozi. Lakini alijisubmit. Alikuwa ni Mungu katika mwili, lakini alijisubmit. Akasema, imetupasa kutimiza haki yote. Unaelewa sasa the value of relationships, Haleluya. Mifano iko mingi sana. Angalia Mary na Elizabeth. Baada ya sana. Angalia Jonathan na David. Amen. Angalia Elia na Elisha. Angalia Musa na Yoshua. Angalia Mordekai na Esther. Haleluya.
hizi scenario zote zinakuonesha, kwa sababu angalia kwa mfano kama kwa kesi ya Mordekai na Esther. Amen. Mungu, kwa sababu kumbuka Israel ilikuwa ina face janga kubwa sana la kuuawa taifa zima. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Na Esther ndiye alikuwa ana uwezo wa kuingia mbele ya mfalme, lakini aliyekuwa amebeba ufunguo wa wokovu wa ile taifa alikuwa ni Mordekai. Ndo alimpa hekima. Na mpaka kuna wakati akamwambia Esther kwamba wewe usiposimama, Mungu atainua mtu wa kusimama. Amen. Kwa hiyo unaona, plani ya Mungu siku zote ni watu. Mwambie jirani yako usidharau watu. Mbona namwambia tu kama unamwonea huruma, mwambie usidharau watu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa sikiliza nikwambie. Nilikwambia, amen, Mungu anapojibu maombi yako, the answer of God to your prayers sio kile exactly ulichokuwa unakitaka. Bwana Yesu sana. Sisemi kama Mungu anakibadilisha. What Mungu anachokifanya, anamtuma mtu mwenye kile kitu ulichokuwa unakiomba. Amen. Kwa hiyo unaomba kazi, pengine si unaomba mtaji. Amen. Mungu akufungulie mlango wa mtaji. Kwa Mungu anachofanya, anatuma yule mtu mwenye mtaji na anamsogeza karibu yako. Amen. Sasa ni jukumu lako wewe kumtambua yule mtu akija. Kwa sababu sikiza nikwambie, divine helpers hawajaji kujitambulisha. Hawakwambia kwamba mimi ndio Mungu amenituma nikusaidie. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Wewe ndio unatakiwa frequency zako za rohoni zifanye kazi kila wakati, ili wanapokuja unawajua. Kwa sababu hawajaji kujitambulisha, ila Mungu anawasogezaga. Ndio maana muamini unatakiwa uwe na maisha ya kujawa na roho kila wakati. Be spirit filled believer. Jawa na roho. Kwa sababu kuna wengine, amen, frequencies za rohoni ziko very down, kiasi kwamba hata Mungu akisendi signal haikamati. So Mungu anatuma hawa watu, haleluya, anawaweka karibu yako. Lakini kinachowafelisha watu wengi ni kwamba hawatambui hawa watu wakija. Ndio maana unakuta mtu anaspendi muda mwingi, Bwana nionekanie. Lakini Bwana kashaonekana kitambo sana kwa kumleta mtu karibu yako, lakini wewe haukumtambua. Na hawa watu, divine helpers, wakijaga kwako, wana sifa zifuatazo. Amen. Uko tayari? Hii ya kwanza ni hatari, hii ya kwanza ni banga. Hawa watu, amen, wakijaga kwako ni wana madhaifu kiasi kwamba kuna wakati mwingine hata wanakuirritate wewe, lakini wamebeba baraka yako. Kwa mwingine anatabasamu, anajua ninachokiongelea. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Sikiza nikwambie. Unaona hapo mwanadamu hapa duniani, hakunaga mtu yoyote ambaye amekamilika. And the people with weakness is the best that God has. Ngoja nikupe mfano. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna ile kitu watu wanasema kwamba mimi ni uzao wa Ibrahimu. Haleluya. Lakini ukianza kuangalia faili ya ule jamaa, at the end unaweza hata usitamani kujiita hivyo. But he was a father of faith. Yule jamaa na mke wake walivunja agano na Mungu. Haleluya. Mungu alimwambia, amen, kupitia Sara hapo ndo uzao utatoka. Haleluya. Sasa jamaa akaangalia, mimi kilomita zimesoma, mke wangu kilomita zimeenda. Yaani hii ni kama ndoto, tunawezaje? Kwa hiyo mke na mume wakapanga uzinzi wa kukusudia. Akaambia, wewe baba, unaajiri pale, kuna damu changa pale umeiona? Jamani poangalia kile anasema, ajira hii ya kwenda hii. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya.
Akasema nenda pale kajipatia uzao. Jamaa kaenda. Lakini waliconsent mke na mume. Lakini Mungu alipokuja akasema, "We, kwa mimi tuliagana nini mimi na si nikwambia kwa Sara? Kwa nini huko? Nimekataa kwa zero." Mungu akamwambia, "No, sio kwa ajili. Ni kwa Sara." Haleluya. Lakini Biblia ikinapotaja mapatriarch wa imani, Ibrahimu ni mmoja wapo. Ngoja nikukumbushe tena. Unaposoma vitabu 5 vya Torati, kumbuka unasoma vitabu vya muuaji. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini wale mashujaa wa imani wakitajwa, amen, Musa ni mmoja wapo. Haleluya. Na ukienda vizuri kwenye Bible interpretation, wanakuambia vitabu 5 vya Musa ndo foundation of Christian doctrine. Haleluya. Ndo maana angalia, kila wakati Yesu alipokuwa anafundisha, Biblia inasema alianzia kuanzia Musa. Musa ndio aliset msingi wa doctrine of Christ. Lakini angalia is flaws. Kila wakati unaposoma Warumi, amen, unaposoma wa Filipi, unaposoma wa Efeso, Bwana Yesu asifiwe sana, unaposoma nini tena, Wathesalonike wa kwanza na wa pili, amen, kila wakati unasoma jua ya kwamba haleluya, unasoma kitabu cha muuaji wa first murder degree case. Tena amewaua haleluya kabla hajaungana nao. But leo hii tuna foundation of revelation knowledge of Christ kwa sababu ya muuaji mmoja. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaposoma Petro wa kwanza na wa pili, na unasema kwamba mimi ni uzao mteule, ukuhani wa kifalme, watu wa mili yake, tunaimbaga kitu, we are the chosen generation. Kumbuka unasoma kitabu cha msaliti. Unajua mimi nakuja kupima usaliti wa Petro ni mkubwa kuliko wa Yuda. Petro amempiga Yesu chuma hizi 3. Unajua mara ya kwanza tunaweza tukasema a mistake. Lakini mara ya pili umekusudia. Mara ya 3 you are enjoying it. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini Yesu alipotaka kuacha uongozi wa kanisa akamfuata Petro akamwambia, ninakuombea wewe ili wajenge na wenzako. Ndio maana kuna wimbo mmoja sijui kuimba vizuri, lakini wanasema kama angehesabu makosa nani angesimama? Nani angesimama? Umejawa rehema na nehema. Wimbo sijui mnaujua uimbaji? Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa unaona kama Mungu angekuwa anadili na agenda yake based on their character, ina maana leo hii tusingekuwa hata na Biblia. Lakini pamoja na madhaifu yao, Mungu aliweka agenda yake. Leo hii tunafurahia ufunuo wa Kristo kwa sababu ya watu kama hao. So hao watu wanapokujaga, kuna wakati wana madhaifu sana na hata wanaweza kukukwaza. Ndio maana nawaambiaga watu, jifunze sana kwenye maisha kuangalia nguvu ya mtu kuliko udhaifu wake. Hiyo hekima kuna mtu sio kama ameidaka. Jifunze sana. Hata kanisani jifunze sana kuangalia nguvu ya mtu kuliko madhaifu yake. Sikiza nikwambie, kwenye ufalme wa Mungu hakunaga mtu ambaye ni useless. Hakunaga. Hakunaga. Kwenye maisha hakunaga mtu ambaye ni useless. Kila mmoja unayemwona ana upande wake wa umuhimu. Ndio maana ukitaka kuenjoy the best katika hii dunia, jifunze kuangalia watu kwa macho ya kimungu. Angalia nguvu yao kuliko udhaifu wao. Hivyo ndivyo Mungu anavyokuangalia. Ndio maana kuna wakati unakoseaga, lakini Mungu bado abadilishi mtazamo wake juu yako. Kuna wakati unaanguka. You know that, right? Unaanguka. Kuna vitu unapitia sirini ambavyo hakuna anayejua. Lakini Mungu bado anakuosha, bado anakuganga, alafu unasonga mbele. Lakini watu wakikuangalia kwa nje wanaona this is a powerful man, a powerful woman, lakini hawajui ndani uliokuwa unapitia. Kwa sababu Mungu adili na wewe kwa mahali unapokosea. Mahali unapokosea Mungu anakuganga, anakurekebisha. Lakini Mungu anafocus sana na nguvu yako kuliko udhaifu wako. Haleluya.
Ndio maana ukijifunza kuangalia watu kwa namna hiyo, nataka nikwambie utamwenjoy kila mtu duniani. Utaenjoy kanisa. Haleluya. Nakwambia ukweli, utaenjoy. Amen. Kuna watu wanasemaga, mimi bwana, mimi watu sitaki kukaa nao karibu kabisa. Ni kwa sababu bado hujakuwa. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo hao watu wana namna hiyo. Ni watu wana madhaifu. Lakini Mungu ndo amewapa baraka yako. Jifunze kuangalia nguvu yao kuliko kile ambacho ni udhaifu wao. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hawa watu ambao ni divine helpers, cha pili, haleluya, ni watu ambao, amen, wana uwezo wa kutafsiri au kuinterpret kitu ambacho Mungu amekupa. Wamebeba shauri la kimungu. Amen. Ni watu ambao wana uwezo wa kuinterpret ulichonacho. Wana uwezo wa kuona kitu ambacho Mungu amekupa. Haleluya. Ndio maana watu wa namna hiyo ukikaa nao unajisikia kuinuka. Amen. Na Mungu akupe watu wa namna hiyo mwaka 2026 katika jina la Yesu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Ni watu ambao wana uwezo wa kuona kilicho ndani yako. Ni watu ambao wana uwezo wa kutafsiri kilicho ndani yako. Ndio ilikuwa kwa kesi ya Mary na Elizabeth. Kwa sababu experience alikuwa anapitia Mary. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Elizabeth alianza kupitia hiyo pia. Alibeba kusudi la kimungu ambayo aliyembeba tumboni alikuwa anakuja kuendosi huduma ya Yesu. Ndio maana walipokutana vitoto vika nini? Mtoto tumboni akaruka. Akamwambia, hii ni ya kawaida, usijali. Kwa sababu mfikiria, ina make sense vipi eti bikira ana mimba? Ndio maana Yusufu akataka kuchimba. Akaona huu ni msala. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Jamaa akapiga hesabu akasema, hii aibu mimi sitaki kuibeba. Yaani mpira unaanza 1-0. Bwana asifiwe sana. Hapana. Lakini malaika akamwambia, no, usimwache. Amen. Kwa sababu amebeba agenda ya kimungu. So hao watu divine helpers wanakuja, wana uwezo wa kuinterpret kitu Mungu alichokupa. Namba 3, hawa watu wako tayari, amen, kuweka rasilimali zao ili kusudi la maisha, ili kusudi lako Mungu aliyokupa liweze kutimia. Wako tayari. Bwana Yesu asifiwe sana. Wako tayari hao watu. Amen. Na Mungu anaenda kuwaleta. Amen. Haleluya. Na wakija utawatambua katika jina la Yesu. Sikiza nikwambie. Hawa watu tena, utoshelevu wa mioyo yao, amen, ni kuona ya kwamba msaada wao unakusaidia wewe kutimiza kusudi la Mungu kwenye maisha yako. Haleluya. Hawa watu ndio wanatosheka. Achana na wale watu ambao wanakusaidia kama uwekezaji. Haleluya. Baadaye wanakuambia, bila mimi usingeinuka, wewe usingeinuka. Achana na hao. Kwa sababu pia shetani anaweza kaleta watu wa namna hiyo. Haleluya. Lakini hao watu ambao divine helpers, Mungu akiwaleta, amen, wanaposaidia kitu ambacho kiko moyoni mwao, agenda ambayo iko moyoni mwao ni kuona kile Mungu alichoweka maishani mwako kikitimia. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kinapoenda vizuri ndio furaha yao. Msaada wao haunaga masharti, nitumie lugha hiyo. Haufungamani na agenda nyingine nyuma ya pazia. Anakusaidia kwa sababu anataka ufanikiwe. Mfano mzuri, angalia. Daudi alikuwa na kitu gani cha kumpa Jonathan? Na unajua kwamba Jonathan alikuwa ni mtoto wa mfalme? Jonathan. Haleluya. Mpaka Biblia inasema kwamba urafiki wa Jonathan na Daudi ulikuwa kama ni wa wapenzi. Yaani unaona wapenzi wanavyopendana. To an extent jamaa anamzunguka baba yake kwa ajili ya kulinda rafiki yake. I say, ukipata hata mtu mmoja wa namna hiyo kwenye maisha yako, mshukuru sana. Yesu alikuwa na 3. That is maximum you can get. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Mnaelewa vizuri watu wa Mungu, eh? Kwa hiyo wanapenda kuona kitu cha Mungu kifanikiwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hawa watu, jambo lingine nalo wachanganyaga watu wengi, amen. Hawa watu mara nyingi wakijaga, amen, hawaonekanaji kwenye standard unazozitaka wewe.
Hapo ndio kasheshe ilipo. Haleluya. Hawaonekanaji kwenye standard unayoitaka wewe. Wanakujaga wa kawaida sana. Unajua Mungu wanasema hivi, the less spectacular is supernatural. Unajua Mungu anaga mbwembwe. Mungu anakujaga kwenye njia ya kawaida sana kuliko unavyozani. Anaga mbwembwe. Na vitu vya Mungu havinaga mbwembwe. Ndio maana kabla haujaanza kuwaskani watu, unajua kuna wengine ni maskana. Yana mwangalia mtu na uskani namna hii, huyo mimi na huyu. Hii vipi? Ndio maana tumebaki tu na Kiingereza afu uendi popote. And the best you can do is to speak English. But there's nothing more on that. So watu wanakujaga. Kuna watu ambao Mungu anawaleta hawaonekanagi kwenye standard yao. Nikupe mfano wa Biblia. Angalia jemedari Haman na yule binti wa kazi. Haman alikuwa ni jemedari wa jeshi. Ana command maelfu chini ya amri yake. Amen? Haleluya. Jamaa, na unajua kipindi kile hao majemedari they were not broke. Ni watu walikuwa na influence, wana nguvu na wana hela, ndio matajiri. Lakini jamaa alikuwa na ukoma. Sasa sikiliza, kipindi kile kwa Israel ukoma ni laana. Kwa hiyo mtu yote mwenye ukoma akitambulika, unatengwa mbali na jamii, unatupwa nje kabisa. Sababu ni laana. Sasa emfikiria kwa level na position ya jamaa ana ukoma. Na influence yote alionayo, na nguvu yote alionayo, na pesa alionazo, lakini hakuweza kuponya ukoma. Lakini kulikuwa kuna kijakazi wa ndani. Akamwambia, "Ninamjua nabii." I know a prophet. Imagine angeamua kumdharau. Pamoja na influence yake yote, uponyaji ulikuwa kwa kijakazi wa ndani. Ndio aliyemchukua akampeleka kwa nabii. Alafu alipofika kwa nabii, nabii akamwambia, "Nenda mto Yordan nikajichove mara 7." Jamaa huyo akamind. Unajua kwa sababu gani alimind? Kwa sababu mto Yordan kihistoria ulikuwa ni mchafu. Kwa jamaa sasa mimi na ardhi yangu. Unajua kuna watu wana kiburi, yani vyao vimewakaa sana kichwani, kiasi kwamba they cannot do a simple thing to save themselves. Yani pride is too much. Kiasi kwamba ni bora waangamie kuliko kiburi chao kushuka. Akaambia, "Kwa hiyo mimi wewe nabii, mimi jemedari. Hii mito mingine yote misafu hujaiona karibu, unaniambia Yoda." Yule binti akamwambia, "Hivi kama angekwambia ufanye jambo kubwa zaidi ya hilo usingelifanya?" "Ningelifanya." "Nenda kafanya." Lakini kijakazi ndo alikuwa amebeba uponyaji wa jemedari, ambapo pamoja na influence na nguvu alikuwa hawezi kutatua tatizo lake. So sometimes kwenye maisha kuna watu watakuja karibu yako ambao they don't look like your standard, but they carry your blessing. Ndio maana jifunze kutembea rohoni, usiwe mtu wa kimwili sana. Sio kila kitu wewe ni logic. Vitu vya kiroho vinaga logic. Ukileta logic kwenye ulimwengu wa roho, I make sense. Jifunze kuwa rohoni. Ndio maana kwenye mwaka 2026, be a very prayerful person. Kama ulikuwa unalegalega kwenye mambo, be a very prayerful person. Kuna wengine hapo mnataka ma contract, yamekuja yamepita kwa sababu you don't know how to decode au watu ambao wamebeba hizo contract. Amen. So these people, they don't look like your standard. Amen. Wakati namalizia, kuna hiki kitu ambacho nataka nikuache nacho. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwenye maisha utakutana na watu wa aina 3. Haleluya. Amen. Nisikilize. Na hawa wote watakuja kufanya kazi ya Mungu. Lakini kwa makini usiwachanganye. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna watu wa aina 3 utakutana nao kwenye maisha. Wa kwanza utakutana nao kwenye maisha, au watu utakutana nao kwenye maisha, ni watu ambao wapo kwa ajili yako. Amen. Haleluya. Watu ambao wako kwa ajili yako wewe. Yaani kwamba hawa ni aina ya watu ambao kwenye nyakati zako za chini wanashuka na wewe. Kwenye nyakati zako za juu wanapanda na wewe. Yaani ni watu ambao
mtazamo wao kwako umeshapita udhaifu ulionao, kwamba yani wanakupenda pati A na pati B zote ulizonazo. Ni watu ambao you can be confident and you can be yourself around them. Yani kwamba wanaita vulnerable, unakuwa vulnerable kwao, yani unajiachia kwao. Ni watu ambao kuangalia hata ukikosea hawaji kwa namna kukuhukumu, watakurekebisha. Na ni watu ambao wamenyooka, watakurekebisha, watakwambia kile unachokifanya sio kizuri, lakini watakurekebisha kwa upendo. Ni watu ambao katika kuanguka kwako hawataenda kusema kila sehemu. Ni watu ambao wana uwezo wa kutunza hata siri kubwa za maisha yako, na mpaka wanakufa nazo hakuna anayejua. Wako kwa ajili yako. Amen. Na hawa ni watu ambao ninaomba hata Mungu akupe hata mmoja. Haleluya. Kwa sababu sio rahisi kupatikana. Hawa watu wanakuja kwa ajili yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Hawa watu, they will encourage you, they will help you, they will lift you, watakushauri, amen, watakukemea, haleluya. Na hata mgombane nao kivipi, bado watakuwepo na wewe hapa. Wako lazi kukaa front, kukiingia kifua kwa ajili yako. Wako lazi kujisacrifice kwa ajili yako. Ndio maana watu wakija, heshimu sana hayo mahusiano. Unajua shida, sisi watu wengi tuna mtindo wa kupuuzia mahusiano. Unajua tunasemaje? Kama wewe usipofanya, Mungu atafanya. Haleluya. Hivi unajua wana wa Israeli walitakiwa wakae utumwani miaka 400 according to prophecy. Lakini wakajikuta wanaenda extension ya miaka 430. Unajua ya miaka 30 nini ilitokea kwa sababu gani? Mungu alikuwa anamconvince tu mtu mmoja kwamba nimekuita ukawakomboe wenzako. Sio, unanielewa? Yaani Mungu alikuwa anampaswedi Musa kwa miaka 30. Unaona ile conversation Musa anasema, kwa hiyo mimi nikienda kule nitamwambia kwamba mimi ni nani? Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Mimi nitajitambulishaje? Nitasema nani amenituma? Vile zote zilikuwa ni excuse za kutokwenda. Musa akasema kwamba mimi mwenyewe kigugumizi. Unajua, sikiza nikwambie, watu wengi wanasema Musa alikuwa kigugumizi, lakini historically that kigugumizi ilikuwa ni kisingizio cha kutokwenda kule anapotumwa. Kwa sababu ukija kuangalia kwenye Biblia, wanasema kwamba kati ya watu ambao walikuwa very well educated in all Bible writers, kuna Isaya, kuna Musa. He was well educated. Na Biblia inasema alikuwa ni mtu wa eloquence. So hakuwa na kigugumizi. Ilikuwa na excuse. Kwa Mungu anampaswedi mtu mmoja miaka 30 ili kwenda kuokoa watu. Ndio maana jamaa akajikuta kwa kwenye extension. So Mungu ataita watu wa namna hiyo. Watu ambao wako kwa ajili yako. Hao ni watu utakutana nao kwenye maisha. Wako kwa ajili yako. No matter what happens, they are there. Haleluya. Yaani haijalishi watu wanasema nini, haijalishi nini kinachotokea, haijalishi what you do, haibadilishi mtazamo wao kwenye maisha yako. They just love you, they just love you. That's it. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Au Mungu anaenda kuwaleta, lakini watu wa pili ni watu ambao hawako kwa ajili yako. Wako kwa ajili ya ulichonacho. Hapo sasa ndio shida iliyopo. Unajua, kuna watu kwenye maisha wako karibu yako, sio kwa sababu wanakupenda. Wako loyal kwa faida ambao wanaipata kwako. Ule muda wa faida ukiisha, wanatafuta mtu mwingine ambaye anaweza kuwapa ulichokuwa unawapa. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani mtu anakuta ni mshikaji wako. Hapo sikiza nikwambie. Huyu wa kwanza na wa pili wanafanana. Kwa sababu wote wanaweza wakakusupport. Wote wanaweza wakasimama na wewe. Wote wanaweza wakafanya vitu vinavyofanana. Lakini ajenda zao za kufanya wanachofanya ni tofauti. Huyu wa kwanza ajenda yake ni wewe. Huyu wa pili ajenda yake ni yeye. Na maana unakuta kuna wengine mmefunguka kwa watu ambao sio. Uko unadhani ya mwenyewe huyo.
umejiachia mwenyewe. Kumbe mtu anachukua notes anasema hii ndio tutamchapia hii. Haleluya. Bwana sana. Sikiza nikwambie. Kuna watu wengine ni heri tu waendelee kuona upande wako wa nguvu. Kwa sababu hawa watu ambao wako kwa ajili ya ulichonacho, they don't want, yani kwamba mindset yao ni kwamba you are an angel. You don't make mistakes. Ndio maana ushaonaga kuna watu ambao wamekuja kanisani mara kwanza wanakuja opposite wana furaha. Mwezi wa kwanza, wa pili, wa tatu. Alafu akakutana na mambo kidogo yakawatatiza. Wanasema ile kanisa hakuna Mungu. Nani alikwambia? Hakuna kanisa ambalo halina kipengele. Wewe unajua kanisa la Yesu ndio lilikuwa lina vipengele vya hatari sana. Yesu alikuwa na washirika 12 lakini ni pasua kichwa. Ukiacha kanisa hilo, kanisa la Musa ikamfanya hadi jamaa sione Kanaani. Kanisa la Wakorinto kwenye historia ndio lilikuwa ni kanisa kubwa, lilikuwa na washirika 40,000. Ndio kanisa ambalo lilikuwa, sikiza kwa Biblia inasema ile kanisa ni watu ambao walikuwa wanatembea kwenye karama za rohoni kupita kawaida, lakini walikuwa wanawaza kama watoto. Ndio maana Paulo anasema kwa Wakorinto wa kwanza sura ya 3 anasema nilitaka niwaandikie kama watu ambao mnakula nyama, lakini naona bado hamjagraduate, ni bado mnataka maziwa, ngoja niongee lugha yenu. Kwa hiyo ukisoma ile Wakorinto wa kwanza na wa pili alikuwa anaongea na watu ambao they are spiritual children, lakini they were operating in spiritual gifts. Cooperate kwenye karama za kiroho is not equal to maturity. Ndio maana unaweza kumuona kanisani kuna mtu ana kipawa, lakini ukija kuangalia bado anavaa pampers kiroho. So hawa watu wa pili watakuja, wanaona kitu ulichonacho, wanasema Bwana hiki kitu kikubwa sana, hiki kipawa kikubwa sana, haleluya, nataka najisikia kukuunga mkono. Usipokuwa makini na unakuta unajiachia. Kuna siku sasa mzee umelibutua vibaya, ndio hapo utapoona rangi zote, kwamba alikuwa anakusupport sana, alafu akatokea mwingine ambaye kidogo anaraza tofauti na wewe. Focus inahamisha, kwa sababu hao jamaa wako loyal kwa mahitaji yao, sio kwako. Yaani kwa sababu gani wanainua iko kitu? Kwa sababu iko kitu kinawafaidisha. Kikiacha kuwapa faida wanazozitaka, wanatafuta mtu mwingine wanakuacha. Ndio maana unakuta wengi sana wameisha kwenye heartbreak, wamekuwa abandon, kwa sababu umewaleta cross watu ambao hawakutakiwa kuwa karibu. Askofu wangu mimi ananiambia, anasema kuna watu unatakiwa uwaweke hapa. Alafu kuna watu unatakiwa uwaweke hapa. Alafu kuna wengine waweke hapa. Kuna wengine waweke hapa. Wengine waweke hapa. Waweke hapa. Wengine waweke hapa. Alafu wengine waweke kule. Haleluya. Hao ni watu wa aina ya pili. Ya tatu ni watu wako hapo kwa ajili yako, kwa sababu mnapambana na adui anayefanana. Shanielewa? Kwamba wote mimi na wewe tuna adui huyu tunayepambana naye. Kwa hiyo sababu gani mimi niko close na wewe? Kwa sababu tuna adui mmoja tunapambana naye. Sasa hatari ya watu ni hivi. Tukishamaliza kupambana na ule adui tukammaliza, silaha zile zile tulizotumia kumuua ule adui ndio nitatumia kukuangamiza na wewe. Unaelewa? Kwa hao watu wapo kwa sababu tunapigana na adui mmoja. Haleluya. Ndio maana watu wa namna hiyo mkishamaliza hiyo vita kila mmoja aende njia yake. Haleluya. Kwa sababu hawa watu kuna vitu wanavyovifanya vinafanana. Amen. Ndio maana lazima mtu uwe na maisha ya kujawa na roho, uwe mtu wa maombi. Jikite sana kwenye ukuaji katika neno la Mungu. The more you grow in the knowledge of God, the more you are prayerful, it is easy kujua kila mtu anakaa position gani. Ni rahisi kujua kila mmoja anamweka nafasi gani. So kama kila kitu ambacho unaenda kufanya mwaka 2026, kwa sababu hawa watu kwenye maisha hawa watatu ambao yuko kwa ajili yako, kwa ajili ya ulichonacho, na yuko kwa ajili kwa sababu unapigana na adui mmoja, watakuja, uwezo kuepuka. Lakini ni alertness yako rohoni ndio itajua kwamba huyu yupo kwa ajili yangu.
Huyu yupo kwa ajili ya nilicho nacho, na huyu yupo kwa sababu kuna kitu kimoja tunapambana nacho ambacho mimi na yeye wote tunatakiwa tupambane nacho. Lakini kwenye mwaka 2026 weka focus kubwa sana to be prayerful person and tujikite katika neno la Mungu, kwa sababu hao watu watakuja. Ukiwa mix hawa watu imekula kwako. Amen. Na cha mwisho, Mungu akikupa mahusiano, kwa sababu Mungu anainua watu kwa ajili ya kukubeba, kitu pekee kinachotunza hayo mahusiano ya kimungu, amen, ni kitu kinachoitwa honor, heshima. Haleluya. Ni nini? Heshima. Heshima inatunza mahusiano. Mungu akileta mtu kwako wa kukusaidia, heshimu huyo mtu, heshimu hayo mahusiano, yatunze, yaheshimu. Unajua sisi waamini tuko very careless sana kwenye mahusiano ambayo Mungu anatuwekea karibu. Tunayamishandle sana. No wonder why unakuta maisha yetu wengi yako kwenye circles. Yaani yako tu mahali pamoja abadiliki. Kwa sababu tuna mishandle the very relationship ambayo Mungu ameinua kwa ajili yako. Mungu anapokupa mahusiano, heshimu. Amen. Unajua heshima pia inaambatana na mipaka. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Nikupe siri moja ambayo itakusaidia. Haijalishi umeshibana na mtu kiasi gani, kuwa na mipaka. Kuwa na mipaka. Kwa sababu mazoea ndio yanayoharibu mahusiano mengi. No matter hata huyo mtu umeshibana vipi, amefunguka kwa kiasi gani, anasaidia kiasi gani, kuna mipaka lazima uweke. Usiweke mazoea kwenye mahusiano yoyote ambayo Mungu amekupa. Mazoea ni kinyume cha heshima. Chochote ulichokizoea huwezi kukiheshimu. Unachokiheshimu huwezi kukizoea. Haleluya. Bwana Yesu sasa. Naweza nikakutajia mahusiano ya namna nne ambayo Mungu amekupa, atakupa mwaka huu. Actually ziko kama 9 au 6. Lakini ngoja nikutajie ambazo ni essential. Haleluya. Mahusiano ya kwanza ambayo unatakiwa uyaheshimu ni mahusiano yako na mchungaji wako. Amen. Ni mahusiano yako na nani? Na mchungaji wako. Respect your relationship with your pastor. Amen. Kwa sababu maisha yako yanategemea sana heshima unayompa mchungaji wako. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Jifunze kuheshimu mahusiano yako na mchungaji. Kwa sababu sikiliza nikwambie, Mungu akitaka kufanya kitu chochote ndani ya Hope City, anakuja kupitia Pastor Morris. So, bidii yako ya kusikiliza kile Pastor Morris anachokuelekeza ndo bidii ile unayoiweka kumsikia Mungu. Hivi unajua, unajifunza kumsikia Mungu kupitia kusikiliza watu. The way unavyomsikiliza mtu, haleluya, ndo namna ile unavyomsikia Mungu. Unajua Mungu anaongea na wewe kila wakati, lakini unajua kwa sababu kuna watu wanaitwa impulsive listeners au selective listeners. Ni watu wana ile inaitwa selective hearing. Yaani asikilizi kitu chote mpaka mwisho. Anachagua kusikiliza kile ambacho kinapendeza kwenye masikio yake. Huyu mtu mwenye tabia hiyo, hata Mungu akiongea atakuwa hivyo hivyo. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo mahusiano ya kwanza ni ya mchungaji wako. Mheshimu. Biblia inasema waheshimu watu waliowekwa kwa ajili ya uangalizi wako wa kiroho. Anasema watu hawa wafunikeni kwa heshima na upendo, ili watakapotoa hesabu kwa Mungu waitoe kwa furaha. Do you know ya kwamba you can make the work of your pastor very hard kwa tabia yako? Na unaweza ukafanya iwe ngumu Mungu kukufikia kwa sababu ya tabia yako. Honor your pastor. Mnasikiliza?
Mnanisikia nachoambia? Honor your pastor. Na usialau anybody kuongea kinyume cha mchungaji wako in your presence. Rebuke that person. Kwa sababu huyo mtu hana mema, hakutakii mema. Honor your pastor. Sikiliza anachokuelekeza. Sometimes sikiliza nikwambie, unaelekezwa hata kama ukubali. Na kuna wakati hata uelewi, lakini chukua maelekezo, fanya. Honor your pastor. Pray for your pastor. Fuata anachokuelekeza. Haleluya. Na maana unakuta kuna watu wengine wanasema mimi unakaa unaomba, Bwana, naomba unitumie Bwana. Mimi umenileta kwa mataifa. Alakata shakataka, unapiga hadi zile tangi za mashine gani grigidigidi ragagagaga. Bwana umeniita kwa ajili ya mataifa. Ulaya hii I come. Sijui Marekani hii I come. You will never come. It start by honoring. Inaanza kwa heshima kwa mtu ambaye Mungu amemweka kwako. Sikiza kwambie, kama una ndoto hapa siku moja na wewe utakuja kupasta kama Pastor Morris hivi. Haleluya. You better start to honor. Anza kusikiliza, kwa sababu kipimo hiko unachompimia mchungaji wako. Na wewe utapata washirika ambazo matransformer yako mpakani hajavuka mpaka sasa. Honor your pastor. Number 2, the relationship number 2 with your fellow believers. Waheshimu washirika wenzako. Wapende. Waombe. Mungu anatutumia sisi kukutana na sisi wenyewe. Umeelewa? No one here is expensive than the other. Umeelewa? Kwa sababu wewe aliyekufia msalabani akufa kwa damu ya dhahabu. Alafu sisi wengine amekufa na maji ya Damasco. Hapana. Haleluya. Yesu aliyokuokoa wewe ndo kamuokoa na yule. Ndo kaniokoa na mimi na kamuokoa na brother pale. Ndo maana tukiingia humu, Mungu akuangalie wewe kwa standard ya kazi unazofanya, biashara unazofanya. Yaani ukiingia ndani ya hii ya Hope City, Mungu akikuangalia hivi anamuona mtoto wake. Wote ni watoto mbele za Mungu. Jifunze kuheshimu mahusiano ambao Mungu amekupa. Sikiza kwambie, hii familia ya Hope City, it is the best family you will ever have in life. Ngoja nirudie tena hujanielewa. This family is the best family you will ever have on this earth. Haleluya. Mambo ambayo familia hii anaweza kutatua, ukoo wenu haiwezi kutatua. Uongo kweli? Haiwezi. Heshimu washirika wenzako. Angalia mtu wako wa pembeni hapo. Mwambie unajua mimi nakuheshimu sana. Haleluya. Bwana Yesu sana. Haleluya. Mbona umwambie vizuri? Mwambie oya wewe, mimi nakuheshimu sana. Mwambie kuanzia leo mimi nitakuheshimu mpaka wewe mwenyewe utashangaa. Heshima yenyewe itashtuka. Haleluya. Heshimu hao watu. Hii ni familia. Church is a family. Tunapokuja hapa is home away from home. But this is the best home you can ever be. Respect it. Kingine, heshimu mahali pako pa kazi au biashara yako. Heshimu. Sio mtu umefungua biashara yako ndio kijiwe cha kupumzikia. Unakuta mashosi wote wamekaa pale, ndio wanajuaga kukopa afu warudishaje. Heshimu maeneo pako pa kazi. Mtu akija pale kupiga story mwambie hii ni mida ya kazi. Tutaonana baadaye sehemu nyingine, kisi hapo. Heshimu. Uhusiano wako na biashara yako heshimu. Heshimu bosi wako. Kuna watu hapo unakuta unamwongelea vibaya bosi wako, na kati ndio unapata mshahara. Kumbuka hiyo hela wewe ulikuwa unaga. Sasa hivi una hata kama ni 500,000, lakini 500,000 ulikuwa una. Lakini ndio umekuta ile weka bure. Ukiamka tu is a blue Monday. There is no like a blue Monday. It is your blue mind that makes it a blue Monday. Na kama wewe ni bosi hapo umeajiri watu. Wape watu haki yao. Unakuta umemleta dada wa watu kutoka huko kwao, umemweka ndani, huu mwezi wa 3 hujampa mshahara wake. Kila siku unaambia tu sijakaa vizuri kwa sababu unajua
Yaani asipotaka akitaka anakuelewa. Hiyo sio haki. Biblia inasema Mungu anakuangalia. Pay. Kwa sababu mtu ana familia, analisha familia. Ingekuwa wewe unaonaje tu umenyimwa mshahara mwezi mmoja tu umechelewesha tena siku kadhaa. Umenuna na umeomba maombi ya vita. Bwana Yesu sana. Be heavy on relationship. Be spirit filled to know wapi pa kuwaweka watu. Yaani waweke watu nafasi wanazostahili. You understand? Hallelujah. Nataka nikwambie, without relationships you utakwama. But with relationships you will go far. Na Mungu ataleta watu. Na watu aina tatu watakuja. But I pray utakuwa alert kujua huyu yuko kwa ajili yangu au yupo kwa ajili ya nilicho nacho au yupo kwa sababu tuna vita moja. Amen. Uko tayari kuomba? Bwana Yesu asifiwe sana. Kitu pekee ambacho nataka uombe, mwambie Mungu, nataka hao watu wakija niwatambue. Watu uliowatuma kwangu niwatambue. Watu ambao wako kwa ajili yangu niwajue wakija karibu yangu. Watu ambao wamekuja kwa ajili ya nilicho nacho pia niwajue. Na watu waliokuja kwa sababu tuna vita inayofanana niwajue. Ili nijue nafasi zao za kuwaweka ili uweze kusonga mbele. Iko ndo kitu pekee ambacho nataka uombe katika Jumapili ya mwisho wa 2025. Inuka kwa miguu yako katika jina la Yesu.